Good afternoon, Kenyans. We have recorded 921 positive cases within the last 24 hours out of a sample size of 6,021. On a sad note, we have lost 5 patients to the disease. 500 patients have recovered so far. However, due to the surging numbers, Nairobi, Mombasa, and Lamu counties shall remain on lockdown for the next 30 days. Thank you. Hello, sweetheart. Hi, how are you? I'm good. How was your day so much? Oh, miss you too. How are you doing over there? I'm so bored. You know, the lockdown. Yes, for another 30 days. I even so much. I was just even watching the television. I've just switched it off. Oh, but hey, just all for the best. I will wait for you. I'll wait for you, darling. I miss you too. Bye. Okay. Kitu ni nini? Unatambua? Unatambua corona manze, lakini hata kusema ukweli. Hii corona iko ukweli. Mimi nimeona kwa TV bwana. Kitu kwa TV mzee, si ndio? Kwa TV. Kitu ni masiasa na haki na hao na si mwanani hao, si ndio? Alafu sasa nipeleke na form na kwaje? Bwana, kwanza mimi niko na tu stress nyingine bwana. Stress tena. Corona ni stress, wewe tena stress. Wewe sasa stress zako ni gani? Imagine sasa. Niambie stress yako mzee, kani kitu lazishike kota kijishike tukimlanga bwana. Niko married for only 2 weeks. 2 months. 2 months. Sasa lockdown bwana imetuseparate huko, my wife ako na huko. Wewe na bibi. So baby, wanakaa wanapita kwanza msingi. Alafu weka hiyo kitu. Weka hiyo kitu bwana. Hata nasahau sometimes. Check. Umesema bibi yako ako 2 months. na lockdown huko Nairobi. Mombasa. Cheza na rada mzee. Sare dagani. Cheza na rada dagani hiyo nicheze bwana. Substitution method. Oh. Unaelewa tulifanya kama hao. Substitute, eliminate, finalize. Fanya hivi. Bibi ameenda. Nikuulize swali. Unaweza kula mboga kila siku? Haiwezi. Huwezi kula mboga, si ndio? Haiwezi. Already umejua. Kitu fanye, bibi si yako huko. Tafuta kitu mzee. Kitu imeshika kanyama kwota. Nichapie. Umeelewa mpini? Nishaelewa. Hapo wewe ndio hao ni babanga wangu. Sasa mzee, yeye sasa tunaleta mbao bana. Tukitumia mbao hapa madam. Wacha na kutumia punch. Unajua kasha kitinga hayo. By the way, hiyo kazi ndio transform corona, si ndio? Na corona uweke mask. So nacheza na M-Pesa yangu. Punch na kutumia punch. So nitake kitu hapo kwa M-Pesa. Tuangu chikiana mzee. Tuanza chekiana. Sawa. Acha mimi nikie. Bye. Oh my God. This lockdown, man. My wife is very far, just here near, but very far because of the lockdown. What do I do now? Oh. She's not thinking out of it. Let me call this lady. I know she will come. I've been waiting for this opportunity. It's just brought itself. Just hope she picks the call. Hey, Shali. Shali. Can you hear me? How are you? I'm good, even though there's some hiccups here and there. You know, life. I'm kind of even bored, stressed up. Oh, just come over tonight and I'll tell you. Come and visit me tonight. So just around 5 or 6. I prepare something good for you. Something nice is in store, eh? Okay? Okay. Okay, I'll be expecting you. Okay, bye. Yes, she's coming. She's coming. You knew it could not fail. Wow. Umeshindaje? Salama.
Umetoka wapi? Nilikuwa naomba. Kwanza hebu utengeneze hii soko viti. Sio unaona hii soko iko visawa. Mama. Mama, alafu nikwambie kitu. Wacha mambo yako nyingi, hebu ufanye kazi ya nyumba. Nakupenda. Unanipenda na umetoka sijui saa ngapi na wenzako hawajakunywa hata chai. Wewe Sheila, hebu tandika vizuri, toa hizo hapo, toa hizo vitambaa hapo. Asa huku juu. Yaani leo ndio nataka kukufundisha jameni. Mamsi. Nini? Akili yako iko wapi? Chukua hii kitambaa uweke pande hiyo. Sasa hizo nyeupe si ni ya huku. Kila siku tandika hiyo juu. Guy. Hapo. Na hii juu baba unatandika kila siku, una stress gani wewe? Mam, nikwambie. Ngoja, chukua ile. Una nini? Sasa hii tunaweka wapi? Weka mahali popote. Si unaona hapa iko nyeupe. Chukua hii, nipa hii, tandika hiyo pale. Lakini kazi ya watoto kwa nyumba pia ni ngumu sana. Hata kitu anafanya kila siku. Alafu tandika juu. What is wrong with you? Aya. Una nini? Si nimemaliza. Akili yako ina chikore aje. Mamsi. Tandika hiyo umeka. Nitatandika nikiamka. Tandika na hapa kwangu. Nataka msichana afanye kazi yake mwanangu. Tukimaliza. Alafu basi nitandikia hapa. Alafu sasa mama, nitandikia hapa. Si nilikuwa naongea na best yangu hapo nje. Na best gani? Yule mfupi mwenye alikujanga. Yule kafupi ambaye unatembea naye usiku na mchana hii. Huyo. Sasa ako na birthday na ameniita, ameni-invite. So nilikuwa naomba hivi kikubali niende. Vile naondoka naenda kwa chama. Na wewe uondoke. Na nani itabaki kuwapikia lunch watoto wenzenu? Lakini mimi sitarudi tu mapema. Sitachelewa. Nitarudi kitu 6 hivi. Sitakawia sana. Lakini hii kazi ya nyumbani hata hujaleta maji jamani, hujaosha vyombo, hata nyumba unaona vile unamaka. Kumbe ndio stress ulikuwa nayo. Nitaosha nyumba alafu maji nitaendea jioni nikirudi. Sasa mimi nimeondoka, wewe ukaondoka. Sasa aje? Lakini mama nitarudi mapema hata kabla. Wakina boy watakula aje? Nitawapikia kwanza ndio niende. Sawa basi sina neno. Sina neno lakini rudi mapema sana. Usikalema. Thank you. Nakupenda lakini haya basi. Samani ulikuwa kufanya vizuri sana. Ukisema ni saa fulani ni tap. Lakini siku hizi mama nitarudi mapema. Sawa. Haya. Nakuja kwa hata ni vizuri tumekutana na wewe. Kama kuja hivi. Sasa kama nasema hivi like unakumbuka ile mtu nilikwambianga? Ule boy. Yeah. Sasa aliniambia alini-invite niende kwake. Na inabidi nidanganye mamangu ati naenda kwa birthday. So mama unakuja kwangu? Yeah. Birthday. So I don't know if it's a good idea niende ama nisiende. Mbona iko bad idea? We just invited the guy wife yuko kwa hiyo. Sio bad. Yes, nenda tu hapo hivyo. So, should I give it a try? Yeah. Sinaenda tu, you have the chance. Sawa, mamangu akicall, umwambie niko kwako na nimelala. Sawa. Poa. Bye. Hey, Shelly. Wow. You're finally here. You're fine? Yeah. Wow, you're so beautiful. I've been dying to see you in my house. And you're finally here. What can I serve you? Okay, let me bring this something. Just a minute. Be back shortly.
Shy. I can see when you have a business, you send me the place. So is the place? Let the place. Yeah. Okay. Nice. Wow. So welcome here. Thank you. Oh, now you're going far. Just come closer. Hapana, What are you afraid of? tunaweza kuna corona. No, there's no So, we have corona to here. keep distance. There's no corona here. I'm not the corona. Okay. So, thank you for coming by the way. And it's my pleasure having you close to me. Okay? So, what we do tonight, we just do everything. So we be free to do everything. I mean everything. No, everything. Okay. Okay, everything. But you know, I lied to my mom that I was going to a birthday party. So I decided to talk to her. No, you don't need to. So just tell her. Tomorrow when you go back, just tell her that the cafe hours got you out and then you went to spend over. So it's no need of going back. Something these old folks will just fix them. Simple way and then okay? It's okay? Wow. Hey Shirley, come on. Excuse me? What's up I'm now? not here for that. What are you here for? Yeah. What are you here for? Come on, hug me. Just Ujue kenye ulifanya. stop the jokes. Excuse me? Stop the jokes, come. Don't even touch me. There Okay. you. Come here and sit down and talk. So, Sit down and talk. you know what you did, right? I You're did. pretending like is I everything did. okay? I did or we did? Ah, we did. We did. Good. That's the correct Sini language. ulikataa kutumia protective. Sini wewe ndio ulikataa. Okay. You influenced me into that. In short, I'm here to inform you that niko na ball yako. You're just a joker. You're joking, boy. Joker? Boy. You're pregnant for me. Unanijua kweli? And a married man. And I'm So- a married man. Venye ulikuwa unanikatia You're just kujua that joking. you're married, now you are here. You're a married man. Let's So, just cut the long story short. I'm sending you. Just sit here. Just sit here. We talk. We are talking. just talk, I'm getting you. Just talk. sit. Okay. I'm sending you the money right now. Money for what? You go and terminate that pregnancy right away. Who? Me? You, yes. I'm not going to terminate I'm it. sending you the money. Just right save now. your money, but have in mind that I'm not going to terminate that pregnancy. You What the just hell? relax. Gosh. Men are just trash. Just relax. Look, the message is here. 5,000 shillings. 5,000 shillings. You make sure you terminate that pregnancy. There's no wasting time. Who? Just I'm move not out. going to terminate it. I'm not going to Oh. do that shit. Move out. I'm going to call security now. What I'm going to do is very simple. Just move I'm out. just going home We are not wasting to time. pick my Just belongings. Move. No. I'm coming back here to Move stay. out. Move out. Move out. Move out. Move out. No. Move out. Move out. Move out. Move out. Just go and get that pregnancy right away. I'll be coming back. No, don't come back here. Don't come back here. Don't come back here. Shaila, nakuita na kumbe uko hapa nini? Mom, miss Philip. Ufili poa kwa nini? Naumwa na kichwa. Na tena mbona ukusema uko unasikia malaria? Hebu katoa hii. Nilijua itaisha tu. Hata jana ulikuwa mgonjwa? Ilikuwa nini? Naumwa tu na kichwa. Kichwa aje? Alafu natapika. Unatapika? Na ni malaria hii ana nini? Shaila, nikiongea wewe unataka kutoka. Kumbe ulikuwa mgonjwa hapa ndani na tujui. Wacha kulia. Yaani malaria ndio inakufanya hivyo. Haya basi maisha. Uniambie unaumwa na nini? Mom, Na mbona unalia? Wakati wote ukikuwa mgonjwa sijakuona ukilia.
Mbona leo unalia? Mom, I'm very sorry. Nini? Kwa nini? I think I messed up. Na nini? Hebu niambie kitu nasikia hata sikuelewi na sisikii. Nashukuru niko na. Ball ni nini? Ball ni nini? Yaani uko na ball ni nini? Unajua niambie mimi ni mama yako. Ukitaka kuniambia kitu, wewe sema mama, hivi na hivi na hivi. Si ndio mama yako ya kusaa? Sasa, mbona unaniogopa? Nani iko kwa hii nyumba? Si tuko wawili. Ni nini mama? Ongea taratibu, nataka kukusikia. Niko na mimba. Mimba? Haya, na ile pesa yote nilikulipia kwa shule. Utaingiaje? Na utaendeleaje? Haya basi, sio shida. Sio shida mama. Uko na mimba. Ye mwezi mingapi? Yaani hata kama ulikuwa utaki nijue, wana nakuona hapa na dang nyingine. Wewe uone kama uko kwa na dang zingine. Mama, na dang aje. Sio ulikuwa una dang mara asubuhi unaenda kutapika, mara uko tu mchofu tu. Yaani huku kwa unaona uko na dang sasa ndio umejua umetoka hospitali. Umejuaje? Unashuku. Ujaenda hospitali? Ama ulienda hospitali kama unadanganya. Ulienda hospitali na ukapima ukajua, si ndio? Na huyo kijana unamwelewa? Ako na bibi ama ana? Ako na bibi. Bibi yake ako wapi? Ananiambia ako US. Ako US. Yaani bibi ambaye ako US alimaliza masomo yake, wacha kulia. Utaingia kati yao namna gani? Alikwambia atakuoa? Alisemaje? Shaila, sitaki machozi kuona. Nataka unieleze vizuri. Huyu kijana ni kabila gani? Ni Mkamba, Sasa utoe mimba. Hebu nieleze tu sasa, ongea tu. Utoe mimba. Mbona amekubali kutoa mimba? Utoe kwake ama hapa kwangu? Hiyo mimba alikuambia utatoa wapi? Hakukuambia na wewe hukumueleza, hukumuuliza yoyote, si ndio? Shaila, ongea, mimi nitakwenda paka kwa huyo kijana. Alinitumia doni, akaniambia niende. Doni nini? Alinitumia pesa. Pesa ngapi? 5,000. 5,000 peke yake utoe mimba kwa 5,000 utanipeleka kwa huyo kijana. Umekubali? Hebu sema tutaenda. Nenda ukatafute nguo uvae. Toa hiyo kikoi chini. Na ufanye haraka. Hello Kenyans, having tested a sample size of 7,300 in the last 24 hours, 1,000 people have tested positive. 7 patients have succumbed to the disease. And as a ministry, we send our condolences to the relatives and friends. On a positive note, 3,000 patients have recovered. I hereby denounce the lockdown on the 3 countries, Mombasa, Lamu, and Nairobi. However, social distancing and wearing of masks in public places continues. Thank you. Hi, Daddy. Yes, I've just watched the news. Hey, it has been lifted. Now you can finally come home. Yes. Oh, so when are you coming? No, just come on, tell me the date. Why? Okay, you insist, but just do me that favor and tell me the date.
Oh, so you have something to bring for me? Wow, I appreciate. Okay, see you then. I love you. Bye. Ingia. Wapi huyo kijana? Here. Go on. For a different mission. So what mission brings you here? There is my mom. She's your mom? She wants to talk to you. About what? Of course, about my Ujui. parents. Bado unauliza about what? Ujui. Kwanza unajua msichana? Hii msichana? Msichana nilimjua kitambo. Ehe, kama kitambo basi ongea. Tulikuwa shamalizana na yeye sasa. Tulimalizana aje? Ni nini imewaleta hapa by the way? Umejua? Ni nini imewaleta hapa? Wewe umejua? Hapa niko kwako. Hata Ni nini kama imewaleta hata hapa? kama ni kwako. Mbona alipatikana kwako? Saa hii yako wapi? Si yako kwangu na wewe ndio umekuja na yeye. Nimekuja kukwambia that I'm not going to terminate that pregnancy. Yeah. After nishakutumia pesa yote. Nilikwambia Pesa gani usitumie ulimtumia pesa. yote? Ulimtumia pesa Mama, gani? ngoja acha niongee na yeye. After nimekutumia pesa. Talk. Si nilikwambia sita about ama ni nini? Na pesa ulipeleka wapi? Si nilikutumia I pesa. have it kwa simu yangu. What are you expecting of me? Si mimi nili expect ushamaliza story tumemaliza hivyo. Sasa hata nini nini unanaleta? Yeye unanichezea ama ni nini? Ha? Ushaniona hapa? Ama Mimi yeye? sijawahi kuona hata Yes. sikujui. Yeah. Mimi hata sijawahi kuona sikujui. Nastaki kukujua. Umejuana na huyu kutoka lini? Huyu tulikuwa Na Sheila, tumemaliza nataka mambo mimi yetu. uongee mimi na dakika moja tu. Mom, sinaongea. Si alinitumia pesa ni terminate pregnancy. Wacha nipigie chief kama unafikiri hii ni mchezo, unanichezea hapa. Si chief jamani. Ongea. Si story tulikuwa tumemaliza. Hatujamaliza. I want to stay here. Hapa. Here. You know that's not possible. Ah. That's not possible. We're not a married man. Na vile That's umempea not mimba. possible. Unafikiri hii Haiwezekani. anaenda naye wapi? Haiwezekani. Kama ukujua ni mtoto wa Sule huyu. Haiwezekani. Okay. Kama inawezekani nitajua itawezekana. Talk to my mom. It's either I stay here ama tunaita chief anakuja kukushika. So talk. Chief. You're talking of chief. Of course. Chief can take me nowhere by the way. Oh really? Yes. Wait for it then. Hello chief. Habari gani? Unakuja unafikiri nani anaongea na wewe? Ama unaenda kwengine? Mimi hata unijui, ni kesi yangu inaingia saa hii. Nina shida hapa. Sehemu zingine hapa. Sijui hapa ni area gani hapa? Hapa ni area gani kijana? Mimi Shenda. sijui unakuta anakuja wapi? Unamuita wapi wewe? Haya. Una nyumba zingine hapa, nataka uje unisaidie kama serikali. Hapa lolo utanipata hapa. Sawa. Unafikiri ni mchezo hii? Hatujamaliza. Hatujamaliza. Ndio tunaanza. Because I'm not leaving this house. Yeah. You had finished this day. You are to abort. You must be wrong. I'm not leaving this house. Hey babe! Sweetheart. Oh. I missed you so much. Welcome back. Thank you so much. Hey. And how visitors? And they're not sitting down? Oh, so let me just look at this. Okay. So this lady here came here. She wants job. She wants to be our maid. Ngoja, She job wants gani? to be our maid. Maid? Job gani? She wants Maid?
How dare you? Like, you're just here. I don't know who you are and you're fighting my husband in my own house. He's calling me a maid. That is what he's saying. Yes, Yeah. nimebeba mtoto wake. What? Yes. When? Where? Huh? Ask him. Look, what is she talking about? Ako na mimba ya huyu. Yes. Ako na mimba ya huyu. It's not all thing. This lady came here looking for job. She said she's pregnant for you. I was not looking for job. You are the one Yeah. who invited me over here. Me, I invited you. Yeah. Oh, you came looking for a job. Really? Mimi sijaikuza hapa kutafuta kazi. Yeah. How would you do that to me? Ati Jo. Oh my God. Sweetheart, you know I love you and I can never do such a thing to you. So they're lying. Yes, they're lying. Then They why is she here with the mom? Asante. Okay. Listen. This lady came over looking for a job. Okay? And then the way she was dressed, she influenced me to so- Sitaki kusema alikuwa anataka kazi hapa kwako. Sitaki She kusema influenced hivyo. me to doing Sitaki whatever I kusema did. hivyo. So what could I have done? Kazi gani? Anaweza kufanya hapa. Seriously, babe. So you can betray me when our marriage is just 2 months old? Mom, hakuna haja ya kupiga kelele. Because what I know is that I'm going to stay here. Stay where? Here. Are you going nuts or something? Really? Wait for it then. Yes. I'm not leaving this house. Yeah. Cause I'm the... Yeah. So you really have the guts, don't you? Of course, nambebea mtoto. Where were you? Yeah. Umemweza. Ulikuwa wapi? Yeah, umemweza. Hapa ndio utakaa. Wote tuko aje. Tony hapa. Karibu. Habari ya hapa? Habari sio mzuri. Niko shida gani naona mmeshikana? Hata mtoto yangu mimi nalipata kwa shule. Yes. Yeye mtu wa shule? Yeah. Na Anasoma sasa daktari. mm. Yeah. Amepewa mimba na huyu. Na tena ni huyu ni bibi yake. Eti ameishi sijui ng'ambo sijui wapi. I don't know, Shingambo. I was just in Mombasa, seriously. Now you get it. Your husband lied to me that you are far away. Tena Mombasa ni Kenya. Kenya ni kweli ni kuzuri. Sasa kijana iko shida gani hapa? Ongea. Sasa huyo Chief, this is my wife. Me, I don't know. Oh, you don't know her? Me, I don't know her. This is my wife. Oh, sure. Yes, me, I you don't must know be her. joking, eh? You must be joking. Unaona chief, huyu alinivite kwake, akaniambia bibi yake hayuko, alienda US. Nikakuza akaniambia ni feel comfortable. Yes. Si mimi nikakuza nikakaa. Let me So- ask you. No, let me ask you. He refused You to just- use hiyo Ngoja sasa. hiyo utasema. I mean, No, I don't no, know. no, no, no. So akanipea ball. Anawa ananiruka. Like anasema anijui. Na wewe unajua yuko na bibi So yake? he told you he's married and you still had the guts to stay here and get pregnant for him. What are you expecting, madam? You're so pathetic. A husband's nurtured. That I is what you know. are. Because I'm carrying his baby and you told me that thing. Listen, don't insult my wife in front of me. Now you know you had a wife. Please don't. Ndo akili zako Sasa chief, zimeamka. hebu amua. Maana wewe ndio serikali. Utarudi kuwasikia hawa. Sasa mimi Sasa nimeleta hawa hapa. ukiwasikia itakuwa lini? Yes. Hebu tusaidieni hapa kwa sababu huyo msichana mjua. I just came here over once. Only Alikuja mara once. moja. Only once. Once. What And happened? you sorted all the issues and then she's back here. Me, I don't know why. Chief huyu mtoto siku hizi hata kai nyumbani. Kumbe anakuanga hapa. Aseme ni at once. Huyu yuko nyumbani sijui wiki tatu. Sasa naona hii kesi yenu vile ninavyoiona itabidi mkuje ofisini. Kwa sababu sasa tutatulia hapa. Sawa. Mkuje ofisini Sawa. tuzungumze Twende nani? Twende sasa shida. mtawachia tu amani yao. Mom, Ha? I'm not leaving.
I'm not leaving this house. Sawa. You go. Na stay hapa. Sawa. Madam. Una stay wapi? Hapa. I swear to God, Hata if you nakubali. stay in this house for a minute, Hata mimi you're not going nakubali. to like me. Hata mimi nakubali. Mimi wacha niende. I'm not leaving this house. Yes. Yes. Wacha mimi niende. Mimi naona na kuomba tu tuende, kwa sababu sisi kuacha hapa pengine naweza kuacha hapa na shida kutokea. So tafadhali andamana mimi tuende ofisini, alafu kijana unifuate, wewe nifuate. Hata kama bibi hayuko wewe njoo tu tuzungumze, ama kama mnaweza kuja naye pia ni sawa. Sawa, twende tu, twende. Angie, I'll be coming back. Please don't come back here. Don't come back here. How could you? How could you do this to me? Babe, it's not only thing. She just came over once. And then you got her pregnant because I was away. I'm modest of dressing. You've lost me to all these Oh, things. really? You ain't even apologetic for what you did. I feel like I'm a devil. You betrayed me. I trusted you. I gave you my heart. Yaani niko na stress sasa sijui ni nini. Si tufike nyumbani ama? Nitafika lakini sitakawia. Hata kama utakawia ni afadhali. Niko na stress. Si unaona saa ile nimekuwa nakupigia. Ni mambo inahusu hata chief. Paka chief. Paka chief. Kama mambo ni makubwa. Lakini unaona Lakini vumilia tu. Naona Sheila. Hiyo ndio hali ya wazazi. Ako na mimba. Ako na mimba? Ako na mimba. Vile tu nilimpeleka kwa mtoto wa shule. Si nimekuambia niko na stress. Wacha tukae ni tuongee tu kidogo. Sitakawia sana. Karibu. Asante. Karibu tu hapa. Asante mama. Karibu. Asante. Sasa vile nishashumbuka na huyo msichana. Msichana yangu ako na mimba. Ako na mimba. Yule alimdunga mimba ana bibi. Bibi mwenyewe ameishi Amerika na ndiyo amerudi. Na alikuwa na shida gani? Mpaka akafuatana na mwanamume ambaye kuna bibi. Hata sijui. Ilikuwa lazima gani? Mimba. Alikosa nini hapo kwa? Hakuna. Maybe alikosa amejua mwenyewe. Na nimestuka mama yake Gareth, nimestuka. Sasa mtafanya nini? Ndio nataka unieleze kama mama mwenzangu. Si bado hata wakati uliona tukiwa na wewe kwa chama siku ile Wednesday. Sikukuwa na raha. Ingawa ni kweli nilikuwa na hakuwa na raha. Si uliniuliza hata ni nini nikasema hapana. Maana watu wengi wajua hata ukiambia shida yako hakusaidi. Chagua mtu mmoja tu. Kweli. Ndio nataka ushauri yako. Sasa mimi naweza kuambia dadangu. Si ashashika mimba. Ana miezi mingapi? 2. Mwache azae. Usitoe. Nilimwambia yule kijana alimtumia shilingi 5,000 eti akatoa mimba. Uongo. Uongo. Na nilimwambia mimba si ugonjwa. Bora tu azae salama. Mwache azae. Akizaa atarudi shule. Mwache azae. Okay. Ama waogopa kuitwa nyanya? Siogopi. Mwache azae. Siogopi kabisa. Mwache azae. Okay. Mwache azae kabisa. Asibutu asitoe hiyo mimba. Na akitoa, nenda umshike huyo mwanamume. Okay. Nenda umshike. Lakini wajua Sheila wangu amesema mimba yake atubi. Na yule kijana ndiye anataka atoe. Lakini Sheila hataki. Asitoe. Na mimi nilimwambia mimba si ugonjwa. Mama yake Sheila. Hata Sheila vile ushaniambia Sheila ana mimba, nitabaki nitafanya bidii nianze kusabu hizo mamiezi. Akitoa mimba ndugu yangu mimi na wewe rafiki yetu itaisha. Itaisha. Aishi. Maana hata mimi sitajua vile atatoa. Si nilikwambia, wewe siwezi nikamlazimisha atoe mimba. Nataka mtoto tena. Usitoe. Hii amepata ndio yake. Atoi kwa nini? Asitoe. Azaya kuache mwanao arejee shule. Asante. Asante lakini yako na stress. Lakini ujikaze mama.
Jikaze, mimba sio ugonjwa. Mimba si ugonjwa, na mwache nilimwambia azae. hivyo. Mwache azae, mlei huo mjukuu wako. Asante. Asante dada yangu. Asante. Hata mimi kama nikimwona nitamvuta mashikio. Nimwambia ukianza tena ya pili, ya kwanza ni makosa, lakini ya pili si kosa. Kweli akianza hivi, si hata ya pili itakuwa. Nitamshika masikio sasa. Nitaongea naye. Wewe unaona msichana anakuja hapa kafupi hivi. Ndiye rafiki yake. Na namtafuta leo mpaka nimpate huyo. Na huyo alizaa. Hakuna mtoto. Ndiyo sijui. Nani Saila aliniambia hata kafupi ako bara. Inamaanisha mimba wameshika wote wawili. Na saa hii natoka hapa naenda kumtafuta huyo kafupi na najua nitampata. Ndio rafiki yake peke yake. Na najua ndiye alimuongoza paka akafika kwa yule kijana. Nakwambia wasichana wetu hao. Tena hivi naondoka, naenda kutafuta yule. Namjua. Namjua kwao. Jikaze mama. Wakati alikuwa hajapatana na huyo msichana, Sheila wangu alikuwa hata ondoki ndani ya nyumba. Na yule kafupi. Namtafuta. Najua pale nitapata huyo kafupi. Jikaze sasa. Asante sana. Hebu nda salama. Tutaonana. Kwaheri. Wednesday tutaonana. Ujikaze. Najikaza. Nitakupigia simu. Mimba sio kifo. Nitakupigia. Thank you so much. Bye. Mama, usharejea? Umefika saa ngapi? Sasa hivi. Mbona sijakuwa? Nilikuwa tu nje tu, nilikuwa nimeenda pale. Hata sijaka sana. Alafu mkamalizaje? Tukamaliza vizuri sana. Lakini kule kuna pesa. So mmerejea naye ama vipi? Manake amebaki huko. Chief amesema eti mtu ambaye ako na 22 years old ana mwamuzi wake. So sio itakuwa sawa. Nikamwambia sheria hizi chukuliwa sasa. Si akae. Na si anaenda shuleni atakaaje na baada anaenda shuleni? Pale kuna pesa. Hata yule kijana sio kijana hivi. Sasa ameamua kuchukua majukumu yake. Sauri yao mimi nilimwacha huko. Si walijua vile walipendana na wakafikia hapo. Na mkewa alifanyaje? Manake si ulisema kwa yule pia ni mkali, lakini hata akiwa ni mkali si kawaida ya kila mwanamke wote akiona mwenzake paka aanze kujigamba kidogo, lakini mwisho watakuwa tu sawa. Basi ndio naona mtu kama nani anakuja? Sheila dada yangu ndio anakuja. Ndio huyo hapa. Haya. Ndio huyo hapa. Sheila, kuna nini? Chief ameniambia nirudi. Chief mwenyewe. Akwambia rudi hapa. Utatoa hiyo kesi sasa, maana mimi nitasema. Sitatatua mengi. Sheila kama aliwacha ile kwa ule kijana. Yule kijana ako na pesa nilikuambia. Angekuwa kanyage hapo. Hii mimba atapeleka wapi? Sasa basi itabidi basi ka chief mwenyewe kasema aje hapa. Amuoe. Aitwa tumpeleke kwa chief. Wapi? Hapa ni ngumu basi. Mama weka mpeleke kwa huyo chief ukasikie maneno. Na chief anamwambia arudi wapi? Yaani tuende. Kama si hivyo chief amuoe, si ndio? Hakuna njia. Hakuna jambo lingine. Kama wewe kwenda kwa yule kijana, basi chief kamuoe. Kwa chief nani? Karibuni. Chief huyu ni dada. Huyu ndio msanii wangu mkubwa. Karibuni sana. Sasa tulikuwa na shida hapa. Siku ile tulikuita pale na ukasema tuje hapa. Ndio siku ndio tumekuja. Sasa ninasema ile shida iliyoko ni kwamba nilipata kama mnacheta kwa nyumba ya mwanaume fulani. Na sasa nataka tuzungumze kama wale wanahusika. Na si kama yeye anaanza kuitwa na yeye akae na sisi. Huyo mwanamume. Sijui wewe ndio unajua. Unajua kama angekuwa hapa kitu muhimu ni tuelewane. Ikiwa amempatia huyo msichana mimba ataki kumuoa. Kuna sheria ya watoto ambayo inachunga watoto. Kwa hivyo ikiwa mtu hata kama bado hajazaliwa lakini tayari amepatikana,
atakana kutunzwa vizuri. So ni vizuri huyo mwanamume akae hapa atuambie yeye na huyu msichana kama hawezi kumuoa atamfanyia nini. Ako wapi sasa? Hebu tuitie huyo mvulana. Sasa piga simu. Mwambieni akuje. Askari, mwite huyo kijana akuje. Sasa tukiendelea tukimgoja, tulisikia habari ya huyu na tuliogopa hiyo ugomvi. Ndio ndani. Kwa sababu tayari jambo lilishatokea. Na hilo jambo ni jambo la dharura ambalo lazima litatuliwe. So kijana, hebu tafuta mahali ukae hapa kidogo tu. Siku ile sikuweza kuzungumza kwa sababu ilitungua kwa nyumba yako. Lakini hivi sasa tuko ofisini na hii ni ofisi ya serikali ambayo inatoa matatizo yote ya wananchi. Umeshtakiwa hapa kwamba ulikuwa na msichana wenyewe angali alikuwa anasoma na tayari umempatia mimba, na hiyo sasa ni shida kubwa. Je, unaelewa kuhusu hiyo mimba? Ndio, naelewa. Unaelewa. Na sasa unafikiriaje? Responsibility tunachukua. Tutachukua responsibility. Mtoto ndachukua responsibility. Na Lakini wewe? mimi na yeye hatuko. Anajua alikuwa shajua kitabu kumfanya. Yeah. Msichana, umekubaliana na hayo? Anasema hawezi kukuoa, atachukua tu responsibility ya kumlinda ama kumtunza mtoto mpaka azaliwe na pengine hapo afike miaka 18 kama sheria inataka. Sivyo? Ndivyo kijana? Mbona nitumie tu monthly. Hey, nyamaza. Hakutumie upkeep wakati alikuwa anakuja kukukatia. Hakujua ako na mwanamke? Hakujua? Chief, mimi nakuomba. Huyu lazima amuoe. Bwana Chief, nikiongezea kidogo. Mwanaume pia anakubaliwa kuoa na wake hata 10. Kwa hivyo kukua ati ana bibi haimaanishi hawezi kumwoa huyu. Kama angejua hafai kuoa mwingine, basi angemharibia wakati ule. Umeongea. Hapo umeongea. Sasa kijana, unasikia vile Bwana Chief, haiwezekani. Akikuja kwangu, hiyo siku alikuja siku moja tu peke yake. Alijua niko na mke. Na tulikuwa tushasoti maneno, hata sijui imefika aje huko. Tutajuaje? Tulikuwa tushamalizana na yeye anajua. Si ni kweli? Tulikuwa tumemalizana na Amejua wewe. nini? Na mtoto hajasaliwa, amejua nini? sasa kwa sababu ni jambo la dharura. Msichana ni mkubwa saizi. Una miaka mingapi? 22. Kwa hivyo mtu akifika miaka 18 kuendelea mbele anaweza kujiamulia. Na pia ndoa ni kitu ya muda mrefu, si kitu ya kulazimishwa bwana. Hailazimishwi, lakini na wewe umejilazimisha tayari, maana ushampea mimba. Sisi tulikuwa hatujui, hatukujui kabisa. Mbona uko hapa? Wacha mkubwa anaongea. Sasa mimi nataka tu niwasaidie, kwa sababu ukilazimisha labda itakuwa yeye wataishi pamoja kama bibi na bwana wakikubaliana, lakini tukilazimisha labda itakuwa mzuri. Kama ameruka hawezi kumchukua huyu msichana. Msichana unamwaje? Unaona bora unataka kukaa na yeye ama unakubaliana bila kutaka? Mimi sitakuwa naye, bora nitumie tu pesa. Bora nitumie tu pesa. Sasa uamuzi ndio wake, ashaamua. Na hiyo ndio jukumu serikali na kuchukua uamuzi wake, kwa sababu ni baina yao wawili. Sasa kulingana na utaratibu wa kazi, huyu msichana akishaamua kwamba yeye yuko tayari kusaidiwa kubeba hiyo kazi wake, tutakubaliana na yeye, kwa sababu katiba inasema kwamba mtu akishafika miaka 18 anakuwa ni mtu mzima, anaweza kujiamulia mambo yake, anaweza kujiamulia mwenyewe. So kwa vile huyu pia yuko na nyumba yake, hataki kuiharibu, sasa tuwasaidie tu, huyu ajisaidie kubeba huo mzigo na yeye amsaidie kubeba huo mzigo ili tusaidiane. Kwa hivyo nyinyi kama mambo, wewe kama mama yake utamsamehe mtoto wako
Ameshakuwa. Bwana Chief, huyu ndiye ashampatia shilingi 5,000 eti akatoa mimba. Hiyo mimba watalea namna gani? Ama mtoto wataleaje? Nawe Sheila, uko haja na pesa, si ndio? Una haja na nyumba yako. Sawa. Pesa ndio muhimu kwako. Hauwezi fikiria vile nimeteseka nikilipa school fee yako. Pesa ndio muhimu. Usikuje kwa nyumba yetu. Usikuje kwa nyumba yetu. Kaa hapo na uishi hapa kwa chief. Na usirudi. Ile tote tusikie usirudi. Okay, sawa. Pole, hiyo ni sera ya mzazi. Lakini ndugu, ungemuoa, lakini sasa hatuwezi kulazimisha. Mmeshakubaliana. Mimi kama serikali sio lazimisha, bali itabidi muende kwa wale wenye kupiga hesabu. Children department iko na wao ndio wataamulia zaidi kwa haya makubaliano yenu kwamba utamsaidia kubeba hiyo mimba mpaka mzae mtoto. Na kumbuka sheria inasema atakuwa chini yako mpaka miaka 18 ukimsaidia kumlea huyo mtoto, alafu akifikisha miaka 18 ataendelea na maisha yake. Sisi tunakubaliana? Mimi nataka kuondoka. Haya sawa. Haya sawa, nendeni.